Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Kumbuka tu tunaposti video mpya mara 2 mpaka 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika kalmati tamu sana kwa njia rahisi kabisa. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Mahitaji yake ni marahisi na yanapatikana katika kila familia. Kwa mahitaji utahitaji unga wa ngano. Hapa nimetumia unga wa ngano nusu kilo sawa na grams 500. Nitatia katika chekecheo langu na kisha nitaanza kuchekecha. Na tunachekecha kila siku, napenda kusema tunachekecha kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni ili kuondoa kama kuna uchafu wowote ule, lakini sababu nyingine ya pili ni ili kuruhusu hewa kuingia katika unga wako. Na hewa inapoingia katika unga wako wakati wa kuchekecha inakuja kusaidia katika uumukaji, donge lako linaumuka vizuri na hivyo kusababisha kalmati zako kutoka vizuri zikiwa zimelainika vizuri kabisa. Kisha baada ya hapo tutaenda kuongeza chumvi kijiko kimoja cha chai, na tutaongeza sukari kijiko kimoja cha chakula, lakini vile vile tutaongeza hamira kijiko kimoja cha chakula, na tutachanganya mchanganyiko wetu mkavu wote kwa pamoja. Nikukumbushe tu kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili usiweze kupitwa na video yoyote. Kisha nimeongeza maziwa ya soya milk mils 200, lakini vile vile nimeongeza mafuta ya kupikia vijiko 2 vya chakula pamoja na maji ya vuguvugu mils 400. Nitachanganya vizuri na hapo utakuwa unaongeza maji taratibu taratibu. Kwa nini tunaongeza maji taratibu taratibu kwa awamu? Ni kwa sababu unga unatofautiana katika kupokea kiwango cha maji. Kwa hapa nimeweza nikatumia mils 200 za soya milk pamoja na mils 400 za maji, lakini sio kila aina ya unga inaweza ikatumia kipimo hiko cha vimiminika. Kwa hiyo vimiminika vingine, unga mwingine unatumia kiwango kidogo zaidi kwa sababu kinapokea maji kwa haraka. Utagonga donge lako kwa kutumia mkono mpaka uone limekuwa na uzito kiasi hicho. Jitahidi lisio jepesi kwa sababu likiwa jepesi litasababisha kalmati zako kunyonya. Kwa hiyo uzito wa donge lako unatakiwa uwe wa size kama hii unayoiona. Kisha nitaenda kufunika kwa lisali moja au mpaka uongezeke mara 2, uumuke mara 2, na kisha baada ya hapo tutaenda kutoa hewa. Utatoa hewa kwa kutumia mkono au kutumia chapio au kutumia chochote kile. Na kisha leo nimetumia mafuta pamoja na kijiko kwenye kukata madonge yangu. Kwa hiyo nitaweka kijiko changu katika mafuta na kisha nitachota kama ninavyochota hivyo kwa mkono na kukata kwa kijiko. Kijiko nakichomeka katika mafuta ili wakati wa ukataji kikufanyie kwa wepesi, lakini donge lako lisinganganie katika kijiko. Utakata kwa haraka haraka na kuweka katika mafuta ambayo yako jikoni yamepata moto vizuri. Hakikisha mafuta yako ya kalmati yanapata moto vizuri kabla hujaanza kudumbukiza vidonge, ili kusaidia vile vile visinyonye, lakini kalmati zako vile vile ziweze kutoka vizuri. Utakuwa unageuza mara kwa mara, na tunageuza mara kwa mara ili kuhakikisha rangi ya kalmati zetu inakuwa moja katika kalmati, kwa kila kalmati. Na uzuri wa kukata kwa kutumia kijiko unakusaidia kalmati zako zinakuwa zina shape moja. Yaani ukiangalia hapo unaweza kaona muundo wako wa kalmati karibu wote unafanana. Utageuza mpaka ufikie size. Kwa leo nimependelea rangi hiyo, kwa hiyo utazitegua na kuziweka pembeni zipoe kabisa. Kisha tunaenda kuweka shira jikoni. Tutaweka wastani wa sukari kikombe kimoja pamoja na maji kikombe kimoja, au unaweza kaweka kwa upungufu, maji ukapunguza kidogo, sukari ukaongeza kama unataka iwe nzito sana, au vile vile unaweza kuongeza maji kidogo na kupunguza sukari kidogo, ili kwa kiwango ambacho unakipendelea wewe. Na kuongeza flavor nimeongeza iliki kijiko kimoja cha chai pamoja na vanilla kijiko kimoja cha chai. Nitaacha shira yangu mpaka hivyo, tuone inatengeneza bubbles, na ukishika mkononi inakuwa inanata. Kisha utamimina kalmati zako na kuanza kuzirusharusha. Utazirusharusha mpaka uhakikishe sukari yako imekauka kabisa. Unarusha, unarudisha tena jikoni, unarusha, unarudisha tena jikoni, na mwisho wa siku kalmati zako zitatoka kama hivi ambazo zinaonekana hapa. Hizi zinakuwa sukari imeganda nje. Tafadhali usisite kujaribu pishi hili na mapishi yetu mengine.